Haleluya. Mko salama? Mko poa? Msishangae sana. Ni kawaida. Bwana asifiwe. Udadu. Bwana asifiwe. Niko nataka kidogo tu niko nataka 15 ndio nitawahubiria leo. Najua mtasikia vizuri. Nilikuwa nataka nitumie taka zingine mbili ni praise kidogo, alafu hizo zingine ni wafubirie, lakini message pia nitaingia next time. Tuko sawa sawa? Hello. Amen. Tumechoka. Mpaka kama saa 12. Kama wako hivi. Kwa hiyo ndio zamani walikuwa mpaka saa 10 mpaka saa 1. Siku hizi nafikiri wamechoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ujumbe ilikuwa kwamba alikuwa anahubiria ujumbe nasema kwamba why does God keep away from you? Kwa nini Mungu anatuondokea, anakaa mbali na sisi? Tutanunua sababu yetu hapa pia tunahubiria kusimama na kutaimia yake. Kwa nini Mungu anakaa mbali na sisi? Na Mungu anafaa kukaa karibu na watu. Bwana asifiwe sana. Mungu anafaa kukaa pamoja na watu ili awasaidie. Lakini unasikia kwamba Mungu anakaa mbali, haonekani. Katika shamba letu unasikia kwamba nani anaitwa Adam. Mungu anauliza uko wapi, anamwambia nilijificha. Sasa anamuuliza kwa nini nilijificha? Kwa sababu nilifanya dhambi. Kwa hiyo tukifanya dhambi, Mungu anakaa mbali na sisi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Isaiah 64 verse 6 na 7 na 8 na 9, lakini sitasoma hizo zote. Nasoma tu mstari mmoja ya kwamba chapter 66 verse 64 verse 6 inasema kwamba kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yote yatuondoa kama upepo uondokavyo. Bwana abariki maandiko. Bwana asifiwe sana. Tumejua ile kitu kinachotuweka mbali na Mungu. Maovu yetu. Kwa hiyo tunapokuwa, kwanza anasema kwamba tumekuwa na uchafu kama wale mtu mchafu. Ile kitu ambayo unajua sana. Mtu mchafu akiingia hapa, tuseme kama mtu kama chokora, ndio. Chokora ni mtu mchafu, na kuna wale wengine. Kuna wale wengine. Amekuna kaanguka kwa njia, kianguka. Alafu akikuja akiingia, pia hata jioni ni mchafu. Atakuja akae kwa kiti kwa karibu na wewe. Unasikia mtu anaanza kusoma. Kwa sababu yeye mchafu. Amekaa kiti yake, lakini wewe umekaa kiti yako na unataka kumwondokea. Kwa sababu yeye ni mchafu. Kwa hiyo Mungu anatufananisha na ule mtu ambaye amevaa mavazi machafu, ambaye unaweza kumuona kwa macho. Kwa nyumba ukiona mtoto mchafu, wazee wengine ama watoto wengine, unajua kama mtoto ukiingia kwa nyumba kama ni baba atakuja tu, kanataka kushika simu na mchukua. Yeye haogopi na sengine ni mchafu, lakini baba anafanya nini? Sio huko tena baba mchafu. Kwa sababu ni mchafu. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndio Mungu anafanya. Tunakuja tukiwa wachafu, sasa Mungu anajitenga, anakaa mbali na sisi. Mavazi na tumikono. Unajua uko mavazi kwa chafu, hata mikono yako ni chafu. Na tunataka tumsongee Mungu kama baba yetu. Atafanya nini? Inabidi ajitenge, akae mbali na sisi.
na kikaa mbali ndio unaona tunakaa katika mateso, tunakaa katika bidii. Unamwita hapatikani, papa ameenda tao, mtu amekuchokoza hapa, utalia, hayuko karibu, maana ameenda mbali. Na Mungu anajitenga hivyo wakati ambapo unalia akusaidie, yeye ako mbali na wewe. Kwa sababu gani? Utampaka uchafu. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo uchafu ni mbaya, uchafu ni mbaya. Tunaongelea uchafu ambao unaonekana, lakini sasa Mungu haongei uchafu wa nguo. Kuna uchafu wa ndani ambaye sasa yeye anaongelelea ya kwamba matendo yetu kuwa machafu yanafananishwa na mavazi machafu. Nimesema tutatumia taka 15. Kwa hivyo utateka masikio vizuri, lakini next time nafikiri tutarudia ujumbe kwa ikiwa full. Kuna mtu ambaye anaitwa Zakaria, hiyo pia anaitwa Joshua. Ni kitabu cha Zakaria 3:3, chapter 3 verse 3. Huyo mtu alikuwa anaitwa Joshua. Biblia inasema kwamba amevaa nguo chafu, kwa jina lingine inaitwa filthy na rags, yaani ni chafu na ni matambara. Usikuitia kuvaa hizo uliwacha. Najua zamani kuna wale wa umri kidogo kama yetu walivaa sana. Hii mwalimu hakuna mtu anavaa hizo, hata western. Bwana asifiwe sana. Na huku uona aibu. Nguo ni chafu, mara ni moja na imetopoka. Hata ukienda kipika hivi wewe ujani, unaona tuko kawaida. Na unaingia kwa watu. Kikundi ya matanga iko mahali, wewe umeenda tu hapo. Siku ya kanisa na niko na hiyo moja, na wewe umezoea kwenda kanisa. Unaenda tu na mnakaa na wengine na wanaona kwa kawaida. Bwana asifiwe sana. Sahihi hamwezi. Wadhani kanisa kai. Wadhani ukeni kai. Bwana asifiwe sana. Niliona kwa TV mwingine na kanzu imeruka na ni ushago, lakini hajalia na ni nyeusi, ni white, lakini hiyo white ilipotea, ikakuwa ni kama ilipikwa na chai ya maziwa. Lakini haukopi, maana hiyo maisha alikaa ndani tu. Sasa wale wanamwona kama mimi na wengine wa macho ile yanaona, wanaona hiyo mtu singewacha hata kwa maji kaanza aende tu namna hiyo. Aonekana at least ni msafi. Bwana asifiwe sana. Sasa matendo ya watu wengine, matendo yetu, tunapokuwa wachafu, Mungu anatuona namna hiyo. Bila unavyoona huyo mtu, anaona kuwa mchafu. Sasa Mungu anakaa mbali. Unajua mtu hata akienda kwa hiyo meza, wameweka chakula watu wanakulia. Wengine hata watatoka wamwache. Na isitoshe wengine watakuja kukutoa hapo. Wewe usikalie meza kwa sababu ya uchafu aliyoko ndani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na sisi Mungu, malaika wako hatukupani tusogee kwa hiyo meza. Wanatuachia mbali. Maana wewe unanuka, wewe ufai. Kwa hiyo Joshua huyu Mungu akasema ya kwamba atolewe ile mavazi ambayo amevaa, maana ni chafu. Na akasema ya kwamba wamtoe mavazi machafu, wamvalishe mavazi mazuri, wamvalishe kanzu ambayo ni safi, ndipo sasa kupalike machoni pa Mungu. Hata wewe siku ya leo Mungu anasema ya kwamba yale mambo yanakufanya unaonekana mchafu, sasa vua, utoke ndani, uonekane msafi mbele za Mungu, ndio Mungu aweza kukubali. Maana sisi wote tunafaa tukupalike machoni pa Mungu. Si huyu tunaweza kula mesa moja, si tutoe mwingine kwa sababu hafai, kwa sababu ya uchafu wake ama matendo yake maovu. Bwana asifiwe sana. Tumesema Mungu anaongelea nje ndio uelewe hali ya uchafu, lakini naye anamaanisha mioyo zetu zilikuwa zimekuwa chafu. Ukiwa mtu wa matusi, ukiwa mtu wa madharau, ukiwa mtu wa vitina, ukiwa mtu wa kupiganisha watu, ukiwa mtu wa kunyang'anya watu, hata ama kuipiga watu. Unajua kuna kunyang'anya na kuna kukuja polepole, tumekaa hivi kubwa na angalia mfuko yangu ya nyuma, kanoti unachomoa. Wote tu ni waizi. Yaani wewe ni mnyang'anyi na huyu ni mwizi wa polepole. Sisi wote hatufai machoni pa Bwana. Mungu anasema kwamba tukipatilika tutaonekana kama tumevaa mavazi meupe. Maana anataka mtu wa mavazi meupe ama moyo meupe. Ndio tunaimbaga hiyo wimbo tunaimba. Ndio hao ambao hawana tabia mbaya
hao kwa mavazi meupe ndio watapatikana katika ndio napamisha Kiswahili na Kiguni yao watu ile hifuani yao bezi nguo zitatu kwa moto wataandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Kwa hivyo nguo zako kama ni chafu, moyo wako kama ni chafu, hautaandikwa katika kile kitabu cha uzima wa milele. Maana uko mbali na Mungu. Mungu anajitenga na wewe akakaa mbali. Utaandikwaje katika kitabu na wewe unakaa mbali na Mungu? Bwana asifiwe sana. Ecclesiastes chapter 9 verse 8 inasema kwamba mavazi yako yawe meupe siku zote, kama vile unaoga kila siku, na kama vile unaendaga ukirudi hiyo nguo kesho uvai inabidi ifuliwe, maana imechafuka. Hiyo mfano mavazi. Ukitoka ukienda shughuli asubuhi unaoga, ukirudi jioni hiyo mavazi ulikuwa umeshinda nayo hauvai kesho, inabidi ufue. Bwana asifiwe sana. Ama mnataka nayo ibidi kama makoha mwingine anakuwa kwa tukatilia anasema mimi toka wiki ya 3 itafika ndio, lakini uongo nikipindi anamaanisha hata kuna watu wanaomba after muda mrefu. Dada yangu mmoja mahali rafiki yangu aliniambia kwake mzee yake hajui alioka nini mwisho, na akisema enda aoge ni bika inaanza, na akiipa nguo afue anakombana, lakini nguo inatoka maji kama makaa, na mwenyewe anafanya kazi ya mechanic. Sasa shida hii ni maisha gani? Bwana asifiwe sana. Hapa lakini hizo sura ninaona hapa watu mwasafi. Hata wengine wanakanga mara kwa siku ama hata 3 na nguo safi. Kwa hivyo tukikuja kanisani kwanza inafaa tuwe wasafi kuanzia nje mpaka ndani. Ndio unasema kwamba ukiingia katika nyumba ya Bwana ujunge ni mkuu wako. Inamaanisha nini? Tukiingia kama tulikuwa tumekosea huko, tuanze kujitakasa, si ndio? Maana tulikuwa tumevaa mavazi meupe machafu huko nje. Tukiingia hapa na hiyo mavazi tuiwache pale, tujitakase. Ndio unaona Joshua anaambia kwamba mtoweni mavazi yale machafu, mumvalishe mavazi masafi, yani kanzo inasabikana kuwa ndio safi sana. Bwana asifiwe sana. Tunamalizia kitabu cha Wafilipi, Ephesians chapter 4 verse 22 mpaka 23 inasema kwamba mvue utu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani. Mvue kwa habari ya kwanza mwenendo utu wetu wa ndani, yani utu wetu wa ndani kabla hujaokoka. Ndio tunasema kwamba utu wa kale, utu wa kwanza kabla hujamjua Mungu ulikuwa mchafu, ulikuwa hufai, hakuna kitu ungeweza kufanya, hakuna jambo ungeweza kuongea, ungeweza kufanya chochote, ungeweza kutusiana na huokopi watu. Bwana asifiwe sana. Mtu mwingine akiongea hapa ile hata ukiwa hapa utafanya masikini. Yaani utu wa kale, utu wa zamani bado uko ndani, hana kipimo ya maneno, hana tofauti ya watu, ataongea tu kila anataka kuongea. Kwa hivyo Mtume Paulo katika Wafilipi, katika Waefeso anatuambia kwamba tutoe hiyo utu, tutoe hiyo maneno, tutoe hiyo tabia zile ambazo zilikuwa ndani zamani, tuvae tabia mpya, tufanye upya. Yaani nasema kwamba unaharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Utu wetu uliharibika kwa sababu kufuata tamaa zenye kudanganya. Watu waongo sana, watu waongo, na kukosa kudanganya ni hesabu kubwa sana wale watu wadanganya. Na mwingine anasema lazima udanganye, saa nyingine lazima unakona kaja saa nyingine alisaidia lazima udanganye. Kwa nini saa nyingine hiyo udanganye? Si umwambie tu ukweli akasirike ama furahi. Bwana asifiwe sana. Ijapokuwa inasemekanaga uongo au ukweli ni uchungu, lakini inatengeneza. Ukweli ni uchungu lakini inatengeneza. Kwa hivyo sema ukweli iwe uchungu lakini mtu arekebike na mtu aone mfano. Lakini ukidanganya ndio nipita hapa, idanganya ndio nipita hapa, wewe sasa utakuwa unakosea Mungu, unafurahisha huyo mtu mwingine. Hatufai kufurahisha mtu, waje tukafurahisha Mungu. Bwana asifiwe sana. Haya, nimesema kwamba mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Mfanywe wapya katika roho.
wengine hawatafanywa kuwa wapya. Kama hujafanywa kuwa mpya, wewe umevaa nguo chafu. Lakini unapokuwa umemtambua Kristo, umetaka ukaa katika uwepo wa Mungu, ukubali kufanya wapya. Maana Biblia inasema kwamba ya zamani yamekwisha, tazama yamekuwa mapya. Utu wetu wa kale umeisha ama umekufa. Umekufa. Biblia inasema kwamba wakati ulipo batizwa, wakati ulipozikwa katika maji kwa njia ya ubatizo, ukazika viungo zake ndani, zile za utu wako wa kale ndani. Sasa unapofufuka, ulifufuka na utukufu wa Mungu, ukawa umevaa mwili mpya wa Roho Mtakatifu, yaani wokovu wa Kristo. Sasa wewe umefanywa upya, na wewe ukikuja kanisani, kama umeokoka, tafuta kufanywa upya, usiwe ule mtu wa zamani. Hata mtu akikuona anasemanga fulani alipatilika, yeye fulani amechange. Hata mtoto mwingine mmoja alikuwa mbaya, alikuwa anaiba, alikuwa ananyang'anya watu, ukiona amechange, siku hizi hana shughuli, unasema kama mtoto fulani huyu kama ameanza kuchange, huyu kama amepatilika, huyu kama ameanza kuokoka. Bwana asifiwe sana. Na wewe waje watu waseme kwamba mama fulani alikuwa wa kelele, alikuwa mdomo, alikuwa wa vita, alikuwa kumwagia maji, ile maji wanasemanga maji ya marondo, maji ya ukate kwa mlango. Siku nyingine nimekuwa kwa kadogo wa stage, mama wanakombana na wako kazi yao, huyu ako na pesa na huyu ako na duka, ako na hoteli ama kioski ya chakula. Sasa huyu anasema ndio tunataka kwa na ile maji ya marondo, anakuja kumwagia mbele ya pesa. Wacha walikombana siku tatu. Wacha ndio mnakombana siku moja. Walikombana mpaka wakaenda kwa chifu. Anauliza unatokaje? Unapita kioski kingine katikati, unakuja kumwaga katika mlango yako. Huyu akasema mimi nakotaka tu kwa baba, sina ubaya. Hapana. Haleluya. Hiyo makombano kama hiyo, tutoke ndani, tumwalike Mungu aingie, tuwe wasafi, tufanywe upya. Kwa hiyo kuja kanisani ni kutafuta kufanywa upya, tufanane na nani? Na Yesu Kristo. Najua mtu anasema kufanana na Yesu Kristo ni ngumu, lakini hiyo ndio inafaa. Hiyo ngumu ndio inafaa, tufanane na Yesu Kristo. Muzikira maya jeda ongele gananga muzikira maya jeda ongele gananga. Yaani katika njia zile alitembea zinang'ara na sisi tunatembea huko, tukifanya hiyo miujiza, tukifanya hiyo huduma, tukifanana na Yesu Kristo, tukiponya wagonjwa, tutaponya tukikuwa tumebadilishwa, tumefanya utu wetu wa ndani umekuwa upya. Haleluya. Ukiwa utu wako mzee, utang'ang'ana, huwezi fanya hata muujiza wako. Maana wewe hujafanana na Yesu Kristo, hujavaa utu wa Yesu Kristo. Mkristo ndio amevaa mavazi safi, amevaa utu wa Yesu Kristo. Utu wa kale umetoka, mambo ya mapapo imetoka, mambo ya huko ya kukaa imetoka, mambo ya misambwa imetoka, mambo ya kuchimba kwenda kuwaganga imetoka, mambo lazima uongeze dawa ndio ufanye hiyo imetoka. Haleluya. Umevaa utu mpya, ndio sasa utembee kama Kristo na ufanye mapenzi ya Kristo na ufanye muujiza wa Yesu Kristo. Wanafunzi wa Yesu walipovaa utu mpya wa Yesu Kristo, kila mahali walienda walifanya kama Yesu Kristo. Maana walifanya miujiza. Unasikia Petro akafufua akafufua ule Dorcas aliyekuwa akisaidia wamama. Dorcas alikufa kabisa, lakini walipomuita alikuwa peke yake. Alipoenda pale akawaambia tokeni nje kidogo. Walipotoka nje akaita Mungu, akaita Baba hapa, na Bwana akasikia. Dorcas akaamka, alikuwa akiwa katika ghorofa, maana alikuwa amevaa utu mpya. Utu mpya. Na sisi tukitaka hii mambo yatuondokee, tuvae utu mpya. Ndio Mungu anaita kwamba vazi safi kama Yesu Kristo. Haleluya. Nimekuwa nikisoma mahali Yesu anasema kwamba alikuwa anaosha miguu. Biblia inasema kwamba alitoa kanzu yake moja akaweka kwa kiti, akachukua mshipi akafunga hiyo kanzu. Unajua alikuwa anavaa nguo kubwa, akafunga hii, alafu akachukua kitambaa tawlo akaweka, akaanza kuwaosha miguu. Biblia inaita kwamba kuwatawaza miguu. Petro akasema kwamba mimi usinioshe, mimi ndio nafanya kuoshe. Lakini akamwambia kama ungejua ninafanya hivi kwa nini, maana sasa haujui
ungekubali mimi nikuosha haraka. Petro akasema kumbe ni hivyo, basi nimekuja nioshe miguu na uongeze na kichwa hata na mikono yote. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu yeye hakuwa anajua, lakini baada ya kujua akasema muoshe kila mahali. Na akasema hapana, nyinyi mshakuwa wasafi, hamfai kuoshwa miguu na kichwa na mikono, mnafaa kuoshwa miguu. Na hivyo ninafanya na himfanye namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tuwe wasafi, tuvae mavazi masafi, masafi ya kiroho. Hata tulikuja hapa kanisa, wacha tuanze kukuangalia. Ukiingia kwa nakaa kama malikia. Hiyo nguo yako naekanga ya kwenda harusi na ya kwenda ushauri, hiyo ndio lango ukikuja hapa. Tukikuona hiyo umevaa vizuri tutajua hata ndani. Unafanana namna hiyo. So Biblia inasema ya kwamba mkijipamba kwenu msiwe kwa nje peke yake, lakini ndani. Haleluya. Waraka wa Petro. Si anasema hivyo. Anaambia wamama, maana mama ndio wanajipamba sana. Wazee wapende kujipamba sana. Hata mimi lakini nataka kwanza kujipamba. Bwana sema tena nisaidie. Bwana asifiwe sana. Tulikuja hapa tulikuwa wasafi. Unajua ukiniona nilikuwa safi, hata ndani niko msafi. Lakini niko hapa nilikuwa fake. Hivyo ndio niko mpaka ndani. Kwa hivyo Petro anawaambia kwamba wamama kujipamba kweli, usiwe tu nje. Wenye mtu anawaona unavaa nguo inaitwa Obama, nyingine inaitwa Bush. Yaani ya pesa mingi. Hata ndani kujipamba kwenye nguo kwa ndani. Ukifanya hiyo vizuri, na ndani pia ifanane hivyo. Na vitisema sitaenda sana, wacha niwaachie kwa next time pia nitaongezea hiyo neno vizuri. Tusimame, Mungu awabariki sana.